Na leo tumefika hapa mahali ambapo miaka chache iliyopita tulikuwa na milio ya risasi, tulikuwa na machozi ya maafa, tulikuwa na matatizo mengi. Leo kwa ushuhuda ya viongozi wa hapa na wananchi wa hapa, tumekuja kumshukuru Mungu kwa amani imepatikana Kerio Valley. And we have come here to celebrate peace and to thank God, the author of peace, for the peace we now have, the silencing of guns that has gone on, and the unity of purpose of the people of both Elgeyo Marakwet County, West Pokot County, and Baringo County. Tunasema asanteni sana na Mungu awabariki siku zote. Kwa njia ya kipekee, nataka ni washukuru wote waliochangia amani katika sehemu hii. Tuko na watu ambao pengine hawatatambulika katika vijiji, wazee, kina mama, wananchi. Kwa maombi yao, kwa bidii yao, wametuchangia na wametusaidia tuwe na amani hii. Mimi nataka niwaambie wote asanteni sana. Hawa ndugu zetu Peace Committee wa sehemu hii, tunasema asante sana. Mungu awajalie, Mungu awabariki. Kwa wazee wetu wa amani, Council of Elders, tunasema asante sana. Mungu awabariki, Mungu awajalie. Kwa viongozi wetu wa dini, maaskofu, fathers, reverends, wachungaji, mumekuwa ni nguzo ya muhimu sana katika amani ya sehemu hii. Mumetunenea neno la Mungu, mumehubiria hawa wananchi. Mimi nasema asante sana. Kwa Gongo imisi. Kwa viongozi wetu, wabunge wa sehemu hii, nimeketi chini na wao muda kwa muda. Magavana wetu wa sehemu hii, wengine pale nyuma tulikuwa tunanyosheana vidole, ni huyu, ni yule, ni huyo, ni huyo mwingine. Lakini wakati viongozi walishikamana na tukakubaliana hii amani ni ya muhimu kwetu sisi zote, mbali na mahali ama sehemu tunawakilisha, peace is the greatest ingredient for any meaningful development in any constituency or county or ward. Waheshimiwa MCAs, waheshimiwa wabunge, wale wote senators na governors, mimi nasema asante sana. Pia nachukua nafasi hii kuwashukuru askari wetu, the men and women who have put their lives on the line to defend our country, to defend our peace, so that we can have safety. Wengi wao hawajaenda likizo, wengi wao hata wamepoteza maisha yao wakidefend area hii. Kwa askari wetu, viongozi wetu wa provincial administration wote, mimi nataka niseme asante sana. And that is why we have come here. Tumekuja hapa kuanza safari hii ya mwaka wa 2025 hapa mahali ya Tot, tukishukuru Mungu kwa yale mengi ametutendea. We've come here to celebrate the success of our country, the success of our peace initiatives.
Sio amani peke yake katika sehemu hii ya Kerio Valley. Pia sehemu nyingi za Kenya tumepigana vita na wahalifu, tumepigana vita na magaidi, tumepigana vita ya wale wote terrorists, na tumepigana vita na bandits. Na leo nchi kwa kiasi kikubwa, pengine 70% kuelekea 80% imetulia, na tunamshukuru Mungu. Hapo sehemu kidogo imebaki. Nataka niwaambie Wakenya tuwe na imani. Roma haikujengwa siku moja. Kwa hatua tutagomboa nchi yetu na tuwe na amani kila sehemu ya Kenya. Mbali na sisi kusherehekea amani katika taifa letu la Kenya, pia tunasherehekea ushindi mkubwa tuliopata kama taifa kwa zile changamoto nyingi zilikuwa zinatukaba na kutukumba kama taifa. Tumeona Mungu ametujalia hatua baada ya ingine tukizikabili, and we have overcome many of the daunting challenges that faced our nation. And we have come on this first Sunday to thank God and to celebrate what God has done for us as a nation. Tumekuja hapa kwa sababu kuna mambo mengi yanaendelea katika taifa letu la Kenya. And we can stand without fear of any contradiction that we have seen the hand of God in what has happened in our nation. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kuzalisha chakula. Hata ikafika wakati mwingine watu wengine wakavaa sufuria wakisema unga imepanda sana. Leo tunamshukuru Mungu kwa bidii ya wakulima wetu, kwa mpango ya serikali yetu, kwa mvua Mwenyezi Mungu ametupatia. Sasa kilimo katika taifa letu la Kenya inasonga mbele. Chakula imepatikana kingi. Bei ya gharama ya maisha imeanza kuteremka chini. Wakulima wetu wa miwa wamezalisha zaidi. Wa chai wamezalisha zaidi. Wa kahawa wamezalisha zaidi. Wa mchele wamezalisha zaidi. Wale wa mahindi wamezalisha zaidi. Kwa sababu we are making progress. The transformation of our agricultural sector is underway in Kenya. We are producing more maize, we are producing more wheat, we are producing more sugarcane, we are producing more milk, we are producing more coffee, we are producing more tea. And that transformation that is going on in Kenya is why we are here to celebrate not just the peace in this region, but also the transformation of our agricultural sector. Na ndio nimeshukuru sana. Tasema baadaye mambo ambayo tunataka kupanga ya sehemu hii. Vile vile tunasherehekea the transformation that is going on. Pale nyuma tunaweza kusema ya kwamba nchi yetu ya Kenya tumepata ushindi mkubwa dhidi ya yale mambo ambayo yalitega nchi yetu nyara. Mambo ya kukosa mpango, kukosa taratibu, kutokuwa na uwezo wa kusurmount challenges. Ile siasa ya kupanga mashindano kati ya huyu na yule. Ile siasa duni
ya ukabila na chuki na kugawanya watu, tumepata ushindi mkubwa dhidi ya hizo changamoto za siasa short-sighted, siasa ya kuangalia uchaguzi ujao, sio generation ijayo, siasa ya kuangalia ama kuendeshwa na chuki na migawanyiko na ukabila. Tumekabiliana nayo. We have overcome the impediments. We have overcome what for many years held our country ransom, held our country hostage. The politics that looked merely at popularity for the next election, not the transformation of the next generation. The politics that focused on ethnic competition, on negative ethnicity, on things that divided the citizens of our nation. And I am very proud that we are beginning to see the fruits of the unity of our country, the coming together of leaders working together towards a vision of transformation for our country, transformation in agriculture that sees us produce more, transformation in agriculture that sees us manage the cost of living, transformation in our education that sees us employ 76,000 teachers, provide a proper mechanism for funding of our education sector, transformation in our health care provision, that today we have 17 million Kenyans registered under health insurance, the highest since the independence of this country. The transformation in rural electrification connection, that we are now connecting 460,000 people under our first phase, and another close to 250,000 people coming next. The transformation that sees us as a nation move together, not as different political formations, the unity that brings government that is broad enough to accommodate every region, every political formation, every idea, so that we can take Kenya forward. I am very happy that we are not just celebrating the peace, the security, and the safety that has come to this region. We are also celebrating the enormous transformation in our agriculture, in our health, in our education, and in all the other sectors. And I want to tell the people of Kenya that Kenya is going places. We are going to change the destiny of this country. And all of us, united, we should be able to achieve what ordinarily would look impossible. Na kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika katika sehemu hii, na nimewasikiza kwa makini yale mambo viongozi wetu hapa wameuliza ya maendeleo ya sehemu hii, na mumesema vizuri. Mumesema pale nyuma haja yetu kubwa, dua yetu kubwa kwa Mungu ni tuwe na amani. Leo tumefika hapa na tunasema amani imepatikana kiasi kikubwa, na tunamshukuru Mungu. Lakini pia lazima sasa tupige hatua ya dividends ya hii amani. Tunataka sasa mpango ambayo itatusaidia kubadilisha kabisa sehemu hii. Mumezungumzia mambo ya infrastructure ya value addition ya mazao yenu, barabara zenu, stima, shule, mambo yale mengine yote. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii amani imepatikana katika Kerio Valley hii. Tutaitumia sasa kupanga
vile Kerio pale itabadilika na vile Kenya tunaibadilisha. Wakati nilikuja hapa nikaomba kura zenu, niliwaambia kwa mapenzi ya Mungu amani itapatikana dunia hii. Na ndio baada ya uchaguzi kulikuwa kwanza na escalation ya vita. Wale watu walikuwa na zurura huku na bunduki wakipiga huku wakipiga pale. Na niliwaambia let us be patient. Tuweke mpango kamili. Tukaweka askari wamekuja hapa, wanajeshi wamekuja hapa, tukapanga vile barabara zitajengwa, tukapanga vile tutaweka pesa kwa kuanzisha mashule, kwa sababu vile askofu alisema vizuri ya kwamba disarmament haiwezi kuwa disarmament peke yake ya mambo ya bunduki. Pia lazima tuwe na disarmament ya mioyo ya watu, tuwe na disarmament ya fikra za watu. Na ndio sababu hiyo katika hii mambo ya Kerio Valley tuliweka pesa pale ya kuhakikisha kwamba zile shule zilikuwa zimevunjwa na bandits kwa miaka karibu 20 tuzijenge upya na tusifungue. Tunamshukuru Mungu ya kwamba kufikia sasa mashule 26 yamejengwa, yamefunguliwa. Na washukuru wanajeshi wetu walitusaidia in renovating some of the schools. Mashule 13 bado haijafunguliwa. Na ndio nimefika hapa leo kuwaambia haya mashule 13 ambayo hayajafunguliwa. Kwanza number 1, huyu waziri wetu wa interior na mwenzake wa special programs ambaye ni dada yetu Askul watashirikiana. Hiyo mashule nimeambiwa na waheshimiwa hapa ambayo tayari tumeshatengeneza shule, lakini wananchi walikuwa wamehamia sehemu nyingine. Sasa hawa kabla ya mwisho wa mwezi huu, wale watu wote walikuwa wamehama makwao hapa West Pokot kwa hiyo mashule, we will make sure tutawapatia makao, tutawapatia mabati, tutawapatia chakula, warudi pale, ndio watoto wetu wale wamefinyana katika mashule zingine warudi katika mashule yao. Tumeweka pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba kazi hiyo itafanyika. Kwa hivyo yale mashule yamesalia, by the end of this year every school must be working. In fact, in the next 3 months every school must be working and all our children must be back in school. Ni kweli wakati matatizo yalitokea, pia walimu wakaenda katika mashule zingine. Tumekubaliana na Teacher Service Commission ya kwamba tuweke affirmative action ya Kerio Valley ili tutafute mashule. Mimi nataka wewe bwana Regional Commissioner, mashule ile yote ya sehemu hii ambayo iko na matatizo, especially those that were affected by this maneno, tutawapatia walimu 100 ya kusaidia hiyo mashule yote ya sehemu hii. Utaketi chini na wabunge wa sehemu hii na viongozi wa sehemu hii so that we can look at the schools that are affected, badly affected. We can affirm by making sure that there are additional teachers, ili watoto wanapoenda shuleni wakutane na walimu, ndio watoto wa hapa wasome
kama watoto wa taifa la Kenya wengine. Vile vile mumeuliza ya kwamba ili kilimo katika sehemu hii ambayo iliathirika hapo nyuma, mimi mwenyewe nilikuja hapa na watu wa Red Cross. Tulikuwa tuna maembe hapa, tulikuwa tuna watermelons hapa, tulikuwa tuna mashamba. The irrigation program was working. We have now committed as government 100 million shillings ya kuanzisha hiyo mambo ya irrigation katika sehemu hii. Wewe Mheshimiwa Kangogo, Mheshimiwa Watiati, waheshimiwa wale wengine wa sehemu hii, mketi chini na PS wangu Bwana Kimodho wa mambo ya irrigation. Nimeshapatia yeye amri ya vile mtafanya kazi pamoja na yeye, na hizo pesa ikiisha nitalete maneno mengine kwa bunge, nyinyi mpitishe, ndio sehemu hii tubadilishe. Vile vile mumesema nyinyi ni wakulima, na ni kweli, wa mambo ya mangos, na hapa tuko na factory ndogo ya KVDA ya mambo ya mangos hapa Tot. Lakini mumesema ni ndogo, haitoshi. So hatua ya kwanza, KVDA saa hizi wana process 100 tons. Kuanzia mwezi wa pili watakuwa na processing plant mpya, itaongeza from 100 tons mpaka 200 tons. Lakini hiyo pia haitoshi, kwa sababu sehemu hii inahitaji at least 500 tons every season processing capacity katika sehemu hii. Therefore, we have already made arrangements as a government. We are going to provide KVDA with another 100 million shillings to make sure that they increase the processing capacity from the current 100 tons to 500 tons by the end of this year. Ndio wale wakulima wa sehemu hii wote muweze kupata soko ya sawasawa na mupate bei ya sawasawa. Ndio tuhakikisha kwamba vile Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, pia sehemu hii haijawachwa nyuma. Vile vile mumesema kuhusu mambo ya stima, na nilikuja hapa leo makusudi na waziri wa stima ndio asikie kutoka kwenu. Mumesema ya kwamba jua ikiteremka hapa inakuwa kama game park, inakuwa giza. Kama mlisema hii game, kwani game park ndio iko giza peke yake? Mahali ya wanyama ama nini? So waziri, umesikia vile hao watu wamesema. Lakini mimi niwaeleze ya kwamba saa hizi wako na pesa milioni 500 karibu na 50 wanaendesha program ya last mile connectivity. Lakini tutafanya affirmative action, tutawaongezea milioni 600 ingine ndio tuweze kusambaza stima katika sehemu hii. Huyu waziri wangu Wandai ako na amri na anaelewa na ako na mpango mzuri vile aliwaeleza. Atarudi hapa mwenyewe awaeleze in detail the plan him and his team have for this county and for this area. Na hivyo tunafanya hivyo Kenya mzima, kwa sababu hiyo ni program moja ambaye tumesema lazima tuiendeleze ndio stima ifike kwa Wakenya zaidi. Pia mumesema kuhusu mambo ya barabara, na barabara ni muhimu. Mnajua sekta ambayo iliathirika zaidi wakati mambo ya uchumi ilileta matatizo ni sekta ya infrastructure, especially road infrastructure, kwa sababu gharama yake ni gharama ya juu. Na ndio tukasema kama serikali, kabla hatujashughulika na mambo ya barabara, kwanza tuhakikishe ya kwamba tumestabilize the economy.
tumeweka uchumi wetu, tumeidhibiti vizuri. Kwa miaka miwili tumepambana na kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, and I can now say confidently that the economy of Kenya is now on good standing. Ile inflation ilikuwa 9.6%, tumeteremsha sasa iko 2.7, 2.8%. Ile exchange rate ilikuwa imepanda karibu 160 something, sasa exchange rate iko hapa 129 ikiteremka chini. Ile interest rate ilikuwa na matatizo, sasa ndio hiyo imeanza downward trend. Ile mambo ya foreign exchange ilikuwa inatusumbua sana, sasa imeongezeka by almost $3 billion. So we can now confidently say we have managed to stabilize this economy, when I told many people that we are going to do so by making fairly difficult decisions, but necessary. Sasa mimi nataka niwaambie mwaka huu, kwa sababu sasa uchumi wetu umekuwa na msingi sawa sawa, sasa hiyo kazi ya mabarabara tutaisukuma kuanzia mwaka huu. Barabara ile kutoka Parbelo kule juu ikuje mpaka hapa Tot, ambaye mlisikia waheshimiwa wenu wakisema ilikwama pale, hiyo barabara sasa tutaikwamua. Barabara hiyo ya kutoka kule Kinyachi karibu Kipsaraman, lakini inakuja Kinyachi, alafu inakuja Kocholwo, alafu inapanda mpaka Kapsowar kupitia Aror. Hiyo barabara vile vile iko katika mipango yetu na ni vizuri viongozi hawa wamesema. Wakati nilienda China juzi, pia nimepata pesa ya kupeleka hii barabara kutoka hapa Tot iende all the way mpaka Marichpas. Hiyo barabara vile vile sasa mtaona Chinese watakuja hapa kwanza kutengeneza hiyo barabara in the next few months. Na vile vile tumekubaliana pamoja na hawa viongozi ya kwamba barabara ile ya kutoka Ainamoi, hiyo nimesema, kupitia Kocholwo kwenda Kipsaos, hiyo barabara vile vile iko katika mpango yetu. Na kesho kutwa mimi nitakuja hapa kuanzisha ile barabara ya kutoka Kapcherop kwenda Kabiego kwenda Kaalia mpaka iungane huko na West Pokot, kwa sababu tuko na contractor na tuko na pesa ya hiyo barabara. Kwa hivyo sio hizi barabara peke yake, because now we have stabilized our economy, we can now engage much more robustly in matters of development of infrastructure of the whole country, this region in particular, especially the security roads. Mwisho, mimi nataka niwapongeze wananchi wa hapa. Bila nyinyi hii amani tunaongelelea hapa haingekuweko. You are the people, you are the catalysts, you are the owners of this peace. Nyinyi ndio mmeamua ya kwamba hatutaki tena chochezi wa kutoka sehemu hii, chochezi wa kutoka sehemu hile. Tunataka tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Mimi nawashukuru sana pia kwa kukubali tushirikiane katika miradi na mipango ya maendeleo. Mmesikia askofu amesema ya kwamba disarmament ya bunduki ni sawa, lakini ametuambia pia mipaka, vile Abraham na Lot walisozana mpaka wakakubaliana wacha huyu aende pande hii, huyu apaende pande ile. Mimi nataka nikuambie Bishop, hiyo maneno umesema ni kweli. Mimi nakuja hapa Thursday kupatiana title deeds 15,000. Ndugu moja aende kwa shamba yake, ule mwingine aende kwa shamba yake, vile Abraham na Lot walifanya, ndio kutokea amani. Vile vile
hapa hii section hii dunia yote hii sasa tumegazette. Whatever is remaining here tumegazette kama adjudication area. Ndio Lot pamoja na Abraham tukuje tuwapangie, mmoja aende pande hii, mwingine aende pande ile, kila mtu akuwe na shamba yake. Si namna hiyo? Vile vile kwa sababu pia ya kudizam mambo ya akili. Mumesikia mpango yetu kuhusu mambo ya elimu. Mimi nakuja hapa tena Thursday kufungua shule tuliyojenga kule Literu, kufungua Technical Training College hapa, ili watoto wetu tuwasaidie wapate elimu ya sawasawa, tuwakomboe akili zao na fikra zao, ndio waweze kufocus kwa yale mambo itawaweka pamoja na itawapeleka mbele, sio mambo ya kuwagawanya na kuwapiganisha. That is how we are going to take this forward. Kwa hivyo, we are aligned in making sure that the peace of this region is not just about disarming people from guns, but also equipping them with what is necessary for them to make progress. Ili vile mlisikia askofu akisema ya kwamba mikono ambayo haina kazi inakuwa ni tools ya shetani. Tunataka hawa wale wako kwa kilimo waendeleshe kilimo, tuwapatie maji, mfanye irrigation, mfanye value addition. Watoto wetu wasome, wale wengine waende Technical Training College. Kila mtu awe na harakati ya kufanya biashara katika sehemu hii, tuzalishe uchumi, tupeleke Kerio Valley, sehemu hii yote na taifa letu la Kenya mbele. Wacha tena ni wapongeze watu wa Elgeyo Marakwet County, mkiongozwa na huyu governor wetu Wesley. Huyu kijana Wesley ni kijana wa bidii sana. Katika registration, na mimi nataka niwashukuru wabunge wa hapa wote, kwa sababu they have teamed up as one team. Mama wetu wa county Caroline, William ambaye ni senator wetu, David mbunge wetu wa hapa, Adams mbunge wetu wa South kule, sindio Adams, huyu kijana Kimayo ambaye ni mbunge wetu wa kutoka South, huyu Adams ni wa North, na Timothy kutoka hapa West. Wote wame team up hasa kuhakikisha kwamba registration ya wananchi wa hapa kwa mambo ya SHA inaendelea mbele, kwa sababu universal health coverage, Taifa Care, is our commitment to make sure that wananchi wetu wasihangaike tena wakiuza mali yao wakitafuta matibabu. Nilitangaza juzi katika sherehe ya Jamhuri, nikatangaza counties 5 ambazo zilikuwa mbele. Lakini leo by today wacha niwatangazie counties ambazo 10 ambazo ziko mbele sasa. Sasa county number 1 ni Kirinyaga County, ndio iko number 1. County number 2 ni Bomet. County number 3 ni Elgeyo Marakwet. Simuko na bidii sana. Nimeshangaa kweli, you are serious. County number 4 na mumeregister watu wa Elgeyo Marakwet watu 1113. 25% tayari wamejisajili kama wanachama wa Social Health Authority. Kati ya wale watu 1,17,000, watu 113,000 wanatoka hapa Elgeyo Marakwet County.
Kaunti namba 4 ni kaunti ya Embu. Ilikuwa hapo karibu namba 4 pia, lakini wanang'ang'ana hapo. Kaunti ya Nyeri sasa ni namba 5. Kaunti ya Lamu namba 6. Kaunti ya Kisumu namba 7. Kaunti ya Tharaka Nithi namba 8. Kaunti ya Kericho namba 9. Na kaunti ya Kiambu namba 10. Zile kaunti zingine mimi nawauliza, this is a race towards health, kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanafikia afya kila mmoja wao. Nataka niwaulize governors. Niliona juzi governor wa Murang'a amepanga vile ya kulipia wananchi wale wako indigents, na tumekubalia yeye na tumekuwa na mpango mzuri. I want to ask other governors, whenever you can pay for some vulnerable citizens, we will make the necessary arrangements so that we can carry the whole population of Kenya along as we look for the health of our nation. So, asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nimesikia mumeongea kwa kirefu. Mumeongea mambo ya huyu Kipchumba. Mukasema ni wa kwenu huku. Lakini huyu Kipchumba ni waziri wa usalama wa taifa la Kenya. Kwa bahati tu anatoka hapa. Lakini kazi yake ni usalama wa taifa la Kenya. Tafadhali msimfanye mzee wa mitaa hapa ati awe anazunguka hapa. Hii ya hapa atafanya, na ile ya Kenya lazima afanye, ndio tuunganishe taifa letu la Kenya kwa amani. Tuweke usalama katika kila sehemu, ndio tuhakikishe ya kwamba mipango yetu ya maendeleo, kuzalisha uchumi, kuzalisha chakula, kuzalisha nafasi za ajira, ile program yetu ya housing, program yetu ya markets. Governor alikuwa ananieleza markets ambazo katika program yetu, kati ya market 200 tunajenga Kenya, 8 zinajengwa hapa Elgeyo Marakwet County, na 4 tayari imeanza. Hizo zingine 4 bado tunafanyia maneno ya ardhi na nini, ndio tutangaze, ndio tujenge, so that we can enhance the mechanism for our farmers to get their products and produce to markets, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. So maaskofu wetu, wachungaji wetu, nasema asante sana kwa ile kazi mnafanya, na tutawasaidia. Ile Wesley ameuliza gari ambayo itasaidia, nafikiri ni parish ya hapa ama ni sehemu gani, hiyo gari, wewe Kipchumba, Aaron, na hawa kina nyinyi hapo mjipange, hiyo basi hiyo gari mnunue. Mkihitaji usaidizi yangu nitawasaidia. Ndio hiyo kazi ambayo mmeuliza hapa ya kuhamasisha watu, kuweka watu pamoja, kuunganisha wananchi, kuwanenea neno la Mungu na kuombea sehemu hii yote iweze kuendelea. Najua pia tuko na ujenzi wa makanisa katika sehemu hii. Mimi nataka niwaulize maaskofu wetu pamoja na wachungaji wetu, hiyo kazi ya kujenga kanisa tutasaidiana pamoja na nyinyi, kwa sababu mbali na sisi kuwa viongozi, sisi ni Wakristo kwanza, na sisi ni watu wa Mungu kwanza, and therefore we are going to work with you as we build the spiritual infrastructure for this region to support the peace, security and safety of the children and the people, women and men of this region. So we are going to work together. Mukituhitaji, mutatuita,
tutakuja tushirikiane pamoja na nyinyi. Otherwise, mimi nataka niseme asante sana wote nyinyi na Wakenya wote kwa Jumapili hii ya kwanza. Nasema Happy New Year and a truly blessed 2025. Asanteni sana na Mungu awabariki.